Bahati TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Amma baada, salamu na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzihimidi ziada za utukufu wa rahma zimwendee kiongozi wa umma huu mtukufu wa daraja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhumuni letu katika kipindi chetu hiki siku ya leo, walau wewe mtazamaji, wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao yetu, katika channel zetu, ni kwa ajili ya kupeana fawaida juu ya mambo mbalimbali, lakini hususan kwa siku ya leo tumekusudia kuelezea miongoni mwayo katika changamoto za masala ya ndoto, kwa sababu binadamu tunaishi katika maisha yetu, lakini yote tunayoyafanya, kila tunaloliendea, kila tutakalolikusudia, kila tutakalolifanya, lakini ukusudio wa haya tunayoendea, tegemezi letu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, moja ya vitu ambavyo kwetu sisi waja wake anajivunia ni pale tunapokuwa sisi waja tumezinduka na kumkumbuka yeye. Wengi katika sisi tukipatwa na matatizo, baadhi ya mambo mbalimbali, hatufahamu uchanganuo wake ama namna gani tufanye ili tuweze kukwamuka nayo, lakini tegemezi ama wepesi wa kukwamuka na hayo ni kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kwanza anapenda kuombwa. Mwenyezi Mungu furahia yeye akiombwa. Siri yake ni nini? Mwanadamu ukipatwa na mambo, ukipatwa na haja, shida, mitihani, ukamkimbilia Mwenyezi Mungu, kwanza umempa nafasi yake kwa kuyakinisha ile kauli inayosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hapana mola basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, na Mungu huyu hafananishwi na chochote. Ndio maana sifa ya kuombwa inabaki kuwa ya kwake. Wahidun, ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika, wala mithla lahu, wala mfano wake, wala shabiha lahu, wala aliyeshabiana naye. Mungu yuko peke yake. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sifa yake ya uumbaji yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, khaliqu kulli shay'in, ameumba kila kitu. Kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu. Sasa kama Mungu ameumba kila kitu, kama hivi alivyoviumba tukiwemo sisi binadamu, ndo aliotuumba. Kama ni hivyo basi, maana yake hata ya kwetu, mitihani yetu, shida zetu, majambo yetu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anayaweza kuyatatua na kwake yeye yale ambayo sisi tunaona mazito, basi kwake yeye Mwenyezi Mungu kwanza ni mepesi, si mazito kama tunavyochukulia, kwa sababu yeye ndo ametuumba. Kama yeye ametuumba, maana yake anajua uzito wa tatizo. Kwanza huo mtihani anaokupa, basi yeye ndo amekadiria, wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Kwa haya yote tunatakiwa tuyafahamu, lakini yote tukiyatenda, yote tutakayofanya, tegemezi letu sisi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamtegemeaje sasa huyu Mwenyezi Mungu? Tunamtegemea kwa njia gani ama kwa njia ipi? Mwenyezi Mungu anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungu yeye ndo anastahili kuabudiwa na kuombwa msaada. Sasa msaada huu miongoni katika misaada ni upi? Mfano leo tuna changamoto, watu wengi katika hizi ndoto, watu wengi kwanza hupata ndoto. Lakini lipo tatizo katika haya matatizo, mathalan katika hili tatizo la mtu kupata ndoto, wakati mwingine anaota, lakini kile anachokiota anasahau. Yani akiamka amesahau kile alichokiota. Kwanza hiyo ni moja katika maradhi, hiyo ni moja katika dalili na mitihani. Tayari wewe ukiwa katika hali hiyo, tayari wewe ukishakuwa katika changamoto hiyo, tayari wewe ukishakuwa katika uhalisia huo, kwamba ukilala ukaota ndoto alafu ukaamka ile ndoto ukasahau. Ama kuna watu walikuwa zamani walikuwa wakipata ndoto alafu wakiamka tukio linatokea kweli, lakini ikafikia wakati wako watu wakawa wanapata ndoto lakini pia hawakumbuki. Lakini sasa hivi wanaota na wakiota hawakumbuki, na lakini pia hata wakikumbuka yale matukio kama yalivyokuwa kitokea hayatokei tena. Ni kwa sababu gani? Moja ya dalili za wewe mtu kujijua kwamba upo kwenye vifungo vya kishaitani ni kule kulala ukaota ndoto alafu ukaamka ile ndoto tena ukawa huikumbuki,
ama wewe ukaota ndoto, baada ya kuota ile ndoto ulipokuja lile tukio zamani lilikuwa likitokea kwa kwamba umelala ukaota kesho kwamba watakuja watu kukutembelea, ama kesho utakwenda mahala kufanya biashara, ile biashara yako ikaenda kwa namna inavyotakikana, ama watakuja watu wakakupa pesa katika wadaiwa wako au katika watu wako, na kweli kitu tukio linatokea. Sasa hivi mbona haitokei? Maana yake wewe tayari umeingia katika vifungo vya kishaitani. Tayari yupo shaitani anaitwa Ankis. Huyu jini ukiwa naye huwa analeta madhara na changamoto zilizokuwa kubwa sana. Sasa lakini leo tutatumia walau aina ya ndoto 7 mpaka 10 ambazo tutazielezea na madhara yake na mitihani yake, wewe mpenzi mtazamaji ambaye unatufuatilia upate kufahamu na kujua kwamba mimi nipo katika wasaa gani. Mfano leo kuna watu ndoto hii huipata sana. Ndoto hii husababishwa na jini mmoja anaitwa Ummi Muddam. Huyu Ummi Muddam ni miongoni katika mashaitani huishi na sisi binadamu. Ni shaitani ambaye huwa anasimama na mtu yoyote ambaye tayari ana mwelekeo fulani katika maisha yake, tayari ana muendelezo fulani katika maisha yake. Yani zamani wewe unasema nilikuwa nikifanya sana biashara yangu fulani, zamani wateja walikuwa wakinikimbilia sana mimi, zamani watu walikuwa wakinifuata sana katika mambo yangu, lakini sasa hivi imekuwa tofauti na vile. Tayari wewe Muddam unaye. Yani unakuta wakati mwingine hata ukikamata ile pesa yako haikai. Unashika leo pesa hapa, shika 100,000 yako, 200,000, 300,000, 500, umeishika pesa yako ile, imekuwa umefanya matumizi jambo moja, basi ile pesa itapururuka yote mpaka ikaisha. Huo ni mtihani katika mitihani ya kuwa na shaitani. Huyu anaitwa Ummi Muddam. Lakini wewe pia vile vile umekaa wakati mwingine unakuta labda umeshika ile pesa, mara leo imetokea hili, kaumwa mtoto au kuna tatizo fulani limetokea, yani unakuta ile pesa inakwisha, lakini kabla hujaishika unakuwa umepanga malengo. Unasema kwamba mimi pesa yangu hii nitaifanyia jambo 1 2 3, nitashiriki kwenye hivi na hivi na hivi na hivi, nitafanya 1 2 3. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Ukiishika ile pesa ndo mitihani inakuja na vitu kama vile. Ndo pale niliposema tumtegemee Mwenyezi Mungu. Huu ni kama ni mtihani, nini cha kufanya? Basi kuna mawasiliano yetu ambayo yanapita hapo katika skrini yako unayotumia kutazamia. Basi tumia kututafuta, tukupe maelekezo na kukushauri. Sisi tunashauriana. Hakuna mkubwa mwenye uweza wote zaidi ya kumshinda Mwenyezi Mungu. Si kana kwamba labda sisi ni wajuzi sana, hapana, lakini katika kupeana mwongozo na fawaida. Lakini sehemu ya msingi na muhimu ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye Mwenyezi Mungu tukimpa nafasi na tukaifanya kwa haki, basi sisi tunakuwa ni wenye kufanikiwa. Kwa hiyo ukipitia dalili hizi nilizozisema, basi unaye huyu Ummi Muddam. Lakini sasa tukija katika ndoto, utajuaje kwamba huyu Ummi Muddam unaye? Utajijua unaye kwa mfano umelala ukapata ndoto wewe unakimbizwa, ukapata ndoto upo polini watu wanakukimbiza. Lakini wakati mwingine ukapata ndoto umelala unaota unaogelea, ukaota labda unapaa lakini ufiki chini wala vipi, ni katika dalili za kuwa na huyu shaitani. Ukiwa naye sasa, kama hizi ndoto umewahi kupata, dalili zake ni nini? Ukishataka kujua dalili zake, ukishapata kuchunguza, ukiwa katika ndoto hizo umepata kuota, ukija sasa katika maisha ya kawaida mtaani, jambo si jambo, utachukiwa wewe, watu watakuchukia bila sababu, hakuna utakaloliendea likawa na kheri kwako wewe. Unaweza katika jamii ya watu hata ukasema neno zuri kwa watu likawa baya, lakini unakuwa ni mtu ambaye mwenye kuchukua ahadi, lakini zile ahadi labda mtu anaweza kukuaje atakupa kitu fulani au atakufanya kitu fulani ama itakuwa hivi. Hasa hawa katika dada zetu anaahidiwa labda jambo la ndoa, utaolewa bwana, mimi nitaleta barua kadha wa kadha, alafu lile lengo halitimii. Basi hii ni katika dalili miongoni mwa dalili kwamba unaye huyu shaitani anaitwa Ummi Muddam. Lakini kuchukiwa na watu bila sababu. Lakini huyu Ummi Muddam unaweza ukashabiana naye, kuungana na watu katika hasadi. Kuna ile jicho la husda, yani watu automatically, mbali na wewe kuwa na hizi ndoto kabla ya kuzipata, pia mtaani labda watu wanakuchukia wewe, watu wanakuletea vituko mbalimbali, yani watu wanakuletea sababu tu, jambo limesingiziwa wewe kwako, mtu tu anakuchukia kutokana na mazingira yako, umaridadi wako, muonekano wako, ama kile unachokifanya, watu wanakuchukiwa. Sasa ukija ukipata na hizi ndoto, ukija kujumuisha huyu Muddam sasa naye akiwa amekuingia pamoja na hii ainul asadi, jicho la husda,
basi wewe unakuwa ni mtu ambaye kupitia changamoto hizi, shida, mitihani kwako inakuwa ipiti. Yani misukosuko, hupumziki wewe pasina kuwepo kwa majanga. Kwa hiyo kwa ufupi, ukiwa na hizi dalili, kulala ukaota unapaa, ukaota unaogelea, ukaota unakimbizwa, basi ni katika zile dalili za mtu mwenye shaitani umemrada. Madhara yake ni wewe huna utakachokifanya kitakuwa kinakwenda. Madhara yake ni kukufanya wewe kuchukiwa na watu bila sababu. Madhara yake kinakufanya wewe pia vile vile unakuwa huna utakaloliendea likawa na salama kwako. Ndio tunarejea kule, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaombwa, asema ad'uni astajib lakum, niombeni nami nitawapeni. Kwa hiyo kama unazo dalili hizo, basi kuna namna ambayo kaifanya Mwenyezi Mungu atakusaidia. Ziko dua. Wallahi kwa Mwenyezi Mungu hakuna linaloshindikana. Wapo watu wamejawa na ile tamaa yuri ya kwamba akiona tu mtu kafanya kitu basi na yeye anataka afanye. Na yeye anataka naye afanye ujuzi ule. Wajuzi sasa hivi wamekuwa wengi kweli kweli. Lakini kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kama wewe kweli unayo hiyo changamoto, basi fanya mawasiliano nasi, tutakupa mwongozo na mwelekeo wa kukushauri. Na kukushauri tuseme hivyo kwa kutaka ufahari kwamba sisi ni bora sana. Hapana. Kwa kile kidogo iko tulichotujalia Mwenyezi Mungu. Kwanza kuaminishana watu kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hii kwanza ndo faida nambari moja. Kumwamini Mwenyezi Mungu, kuwa na imani juu ya kile utakachokifanya, basi naamini utafanikiwa. Allah yeye ndo msaada wetu, ndo tegemezi letu. Lakini aina ya pili ya ndoto ambayo watu huwa inawashughulisha, ndoto ya mtu kulala. Kuna watu leo akilala anaota mfano kashakuwa mtu mzima balighi tayari, lakini akalala akaota yuko skuli, yani yuko shule ime sekondari, shule ya msingi, kuna wanafunzi wenzake kavaa uniform vile vile wako darasani wanasoma. Hiyo sasa unakuwa na shaitani mmoja anaitwa mufrisi. Huyu jini yeye ni mtu wa kukufurisi. Yani wewe utakuwa ni masikini wa kutupwa, maisha yako si ya kukaa na riziki. Moja ya mlango utakaopata na utabu ni mlango wa riziki. Huyu shaitani ni shaitani mbaya sana. Mufrisi. Ukilala ukaota upo shuleni, sijui unasoma, hiyo mazingira yote, lakini upo skuli, mazingira yote ambayo umelala ukaota hivyo, basi madhara yake, ama kwanza unakuwa unaye huyu shaitani anaitwa mufrisi. Lakini huyu shaitani mufrisi, madhara yake, mitihani yake, kwanza ugumu wa riziki. Kila utakachokifanya katika sehemu inahusiana na riziki, wewe inakuwa nothing, hakuna kitu. Unahangaika huku na kule, unapambana, unasema leo nishike hiki, kesho nifanye hiki. Lakini sivyo hivyo. Kama ndio hawa watu wa kwenda kuongea na mtu jambo, kusikilizwa, kuheshimika, kwamba kwa mtu akakuchukulia uzito kwa kitu chako, hakuna. Hayo hivyo. Unafanya biashara, ile biashara unayofanya wewe na ya mwenzako wote zinafanana. Tena saa nyingine ya kwako ikawa ni bora kuliko ile ya mwenzako, lakini ikaonekanika ile ya mwenzio ina thamani kuliko ya kwako. Wewe huyu mtu wa kuendelea, huyu mtu wa kufika mbali, mufrisi au shaitani mufrisi unakuwa upo naye. Ama inafikia wakati, ndugu yangu, wewe unakuwa unasema nimeshika pesa yangu, mathalan una 50,000, unasema hii ni change, niweke iongezeke ifike kiasi fulani ili nifanye jambo fulani. Ikifikia wakati sasa, baka ile pesa ile inakuwa inapungua, sio inaongezeka. Ikifika mpaka hapo kwenye 50,000, yani unaiweka, ikifika hapo 50 ndio imetosha. Ile unasema sasa nifanye muendelezo. Kila unapotaka kufanya muendelezo haisogei. Utakuta unaanza unaipunguza mpaka inakuisha yote, unaanza tena na alifu, unaanza tena na moja. Basi wewe ukiwa umepata hizi ndoto za kishuleni, ama ukawa shaitani anaitwa mufris, ukishika pesa inakuisha tu. Yani mambo yako yanakuwa yanahusiana na riziki, hayaeleweki, yanakuwa tafurani. Lakini aina nyingineyo katika aina ya hizi ndoto, mtu kulala akaota amelala na mwanaume ama mwanamke wanafanya tendo la jimaa, yani nakusudia anafanya mapenzi. Ukilala unafanya mapenzi mwanaume ama mwanamke, kuna shaitani anaitwa Ummu Subiani. Huyu Ummu Subiani wengi wamezoea kumuita jini mahaba, lakini huyu huitwa Ummu Subiani. Huyu Ummu Subiani, subhanallah, Mwenyezi Mungu atuondoshee maradhi haya. Na ndio maana kwenye Qur'ani pale nimesema inna shaitani linsanu aduwwun mubin, hakika ya shaitani kwetu sisi wanadamu ni adui mkubwa sana. Hakuna shaitani ya rafiki yako, hakunaga. Hakuna udugu kati ya binadamu na mashaitani, hakuna. Inna shaitani linsanu aduwwun mubin, hakika mashaitani kwetu sisi binadamu ni maadui wakubwa, tena maadui walio wazi kabisa, hawafichikani.
Sasa huyu umsubiani huyu sasa ndo anaharibu mpaka ndoa za watu. Mwanamke akilala akaota ndoto anakutana kimwili na mwanaume, ama mwanaume akalala akapata ndoto anakutana kimwili na mwanamke, ukipata ndoto hizi, shabaha yake ama siraha yake, kwanza wewe mtu mwenye sampuli ya mazingira hayo, kuna wakati kisirani akikuishi, baba unatakiwa na subra. Kama mkeo amewahi kupata hizi dalili, moja ya changamoto zitakazomsumbua, atapitia changamoto hizi, kwanza kuwa na kisirani mara kwa mara, hasira zisizokuwa zinakuwa haziishi. Unaweza kumsemesha jambo si jambo, ghafla tu amechukia na vitu kama hivyo. Hii ni dalili katika dalili ya huyu shaitani umsubiani. Lakini wakati mwingine mwanamke, unapotaka sasa wewe mume unataka kukutana naye mkeo katika tendo la ndoa, unakuta unamuita mke wako, bwana tufanye hili jambo 1 2 3, yeye anakuwa hatamani kufanya kile kitu, ama akafanya kuto kuhisi hisia na kuhisi hali tofauti, na kupitia wakati mwingine yule mtu yeye anakuwa yani hisia pale kwako hazipo, lakini akisha kuwa mbali na wewe anakuwa anatamani mume wangu awepo, mume wangu niwe naye, lakini kitendo cha kushakutana anakuwa ile hali haipati tena, yani anakuwa hisia za tendo lile anakuwa hana. Huyu sasa ndio shaitani tumsubiani. Na mwanamke akisha kuwa ameota pia vile vile ndoto hiyo ya kufanya mapenzi, mara nyingi wanakuwa hata zile taratibu za kupokea mshahara wao, tunatumia lugha kidogo ya busara kusema mshahara, yani kwamba hedhi. Mwanamke yeyote anatakiwa apokee ile hedhi zake, mwingine anakwenda siku 5, mwingine siku 3, lakini kuna mwingine hapati, na mwingine akipata zile tarehe zinakuwa nje na vile anavyokuwa siku zote anakwenda. Hii pia ni dalili yake umsubiani, utajijua kwamba upo naye, utajijua kwamba unaye. Lakini pia kuna mwingine pia vile vile anaweza akapata leo imekuwa hivi, kesho imebadilika, hajapata, kesho kuta imekuwa hivi. Zote ni katika dalili za huyu shaitani anaitwa umsubiani. Lakini pia vile vile uharibu hata ujauzito. Unaweza mwanamke akapata ujauzito na hata ukaenda hospitali ukamwona kuna shida yoyote, unapata ujauzito, mimba haikai inatoka. Huyu shaitani hufanya ile mimba kuiharibu, na inapoharibika kwake yeye ndio inakuwa faraja. Hufanya ndio yeye pia unalichukia, mwanamke analichukia tendo la ndoa. Dada yangu, kama una hiyo haraka sana, hakuna silaha pekee kama kwa dhati tukimlilia Mungu, hatuwezi kushindwa, hatuwezi kufeli. Mungu atatujibia wallahi, kwa dhati, kwa yakini na imani. Ukija njoo kwa yakini yako na imani, tukafanya dua, tukamlilia Mwenyezi Mungu. Maombi yapo, dua zipo. Narudia tena, hatuna ukubwa wa kusema tuna ujuzi sana. Kile kidogo alichotupa Mwenyezi Mungu tunaamini tukikifanya basi Mwenyezi Mungu atajibu na atakubali kwa idhini yake. Kwa watu mbalimbali wanaofahamu basi wanafahamu hili, hatuna haja ya kusema tujieleze sana. Lakini hapa kwa umusubiani bado kuna kipengele vingi sana. Mfano kwa mwanaume pia naye unakuta wakati mwingine ukiwa mbali na mkeo hisia zinakuja, hata katika hali ya uume wako mwanaume, unakuwa unatamani urudi haraka nyumbani, lakini ukirudi tu nyumbani unasema unamwona mkeo, basi inakuwa hali ile ya nguvu zinatoweka, yani ile hisia nayo pia zinakuondoka. Ukipata hiyo basi ni huyo shaitani anaitwa umsubiani. Unaweza ukawa naye tu amekuingia, ama kwa kupata hizi ndoto nilizosema za kuota unafanya mapenzi, huyo shaitani unakuwa upo naye. Lakini alkadhalika pia vile vile mwanaume unakuwa ukishakuwa katika hali hii, ndio ile mara magomvi na mkeo aishi. Yani mmoja wapo akishakuwa na tatizo kwa ni katika ndoa, masikilizano yanakuwa hakuna. Lakini hata wewe katika kwenda kwenye kutafuta riziki huko, mambo yanakuwa magumu, haeleweki, unaona unatumia nguvu kubwa, lakini mambo yanakwama. Huyu ni umsubiani. Lakini pia unafikia wakati mwanamke akalala pia akaota anajifungua. Analala anaota anajifungua. Ukilala ukaota unajifungua ni dalili pia katika dalili yake huyu shaitani, umsubiani. Anaota anajifungua na mtoto, na ukilala ukaota umezaa, ukaota unanyonyesha, ukaota sijui una mimba. Ukiota una mimba basi ujue una ujauzito kweli ambao umefanya hilo jambo na jini. Ukilala umezaa basi ujue umezaa kweli, umezaa na jini. Na 99% kwa wanaokuwa hivyo, ujauzito kawaida wanakuwa kupata kwao ni shida, kufurahikia tendo la ndoa wao ni shida. Sasa wewe ukiwa umelala umeota, maana tayari umeshazaa na jini. Jini naye anakuwa ndo kama mume wako, anakutumia wewe. Sasa ikiwa ni hivyo, nini ufanye? Basi tufanye kwa kuwasiliana, kwa mawasiliano yetu, kwa nambari zetu za simu ambazo zinapita hapo katika skrini yako, upate tukupe ushauri. Lakini pia mbele kukupa ushauri, sisi kubwa zaidi ni kukuombea kwa Mungu. Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kumuomba na sisi tunamtegemea. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu tunamtegemea, hakuna mwingine. Tunaamini wa ila rabbika farghab.
kwake tunategemea na tunaamini kwa uwezo wake kupitia Qur'ani yake, kwa idhni yake, kwa hiki kidogo cha alifu alichotupa, basi tukakitumia, basi kwa yakini na imani Mwenyezi Mungu anatujibia na anatusaidia. Lakini siraha kubwa zaidi kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia tupendelee sana kutumia fursa hii kuwaelekeza ama kuwashauri Waislamu, hata wale wasiokuwa Waislamu, kwa mitihani mbalimbali, kwa machangamoto mbalimbali, kupendelea kutumia maji ya dua. Maji ya dua ni siraha kubwa sana. Ukibahatika ukapata maji ukayafanyia dua, maji haya yakafanywa dua, ukapata maji ya kisima, ukapata maji ya bahari, maji ya ziwa, maji ya pango, ukapata maji ya Somali ya umande, haya maji haya ukiyachanganya ukabahatika, mfano yachukua, mtafuta hata ustadhi shekhe asomee suratu Yasin, alafu kila akifika katika mubin, kwa sababu katika suratu Yasin zile mubini ziko takriban 7, kwa kila katika mubini moja asome alam nashraha, ile suratu nashraha asome 3, afu inaendelea zile aya, ikifika mubini asome 3 yale maji, alafu wewe unakunywa kupaka, basi hasadi mbalimbali, mitihani mbalimbali yanasaidia. Japo pia sisi katika taasisi yetu ya Baitu Shufaa Dua Islamic Center tunayo, kwa mwenye kuhitajia pia mawasiliano ni hayo, lakini hata wewe unaweza ukafanya huko nyumbani. Ni maji ya kisima, maji ya bahari, maji ya ziwa, maji ya umande, maji ya pango, yote katika maji ambayo haya ukiyachanganya basi ukafanya hivyo. Ziko dua nyingi, lakini mfano wake nimekupa hiyo ya Yasin na suratul Nashr, ile alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka, isomwe 3 katika kila mubini. Yani kila isome Yasin akifika mubini asome zile 3, alafu ile maji mpe mgonjwa, mtu aliyehusudiwa mashaitani na vitu kama hivyo, yatamsaidia kwa kadari yake yeye Mwenyezi Mungu. Inama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Mungu akitaka jambo akiliamuru liwe basi linakuwa. Kwa hiyo kwa leo napenda faida hii kwa uchache, kwa ufupi, kujua na kufahamu aina hiyo ya hizo ndoto na aina hiyo ya mashaitani, takriban hiyo kariba 3 ama 4 nilizozizungumza hapo. Katika zile 10 tulisema, hizi zilizobaki basi kwa wakati mwingine inshallah tutakuwa ni wenye kupeana mwongozo huu, lakini kwa ushauri, nasaha, fawaida, kama kwa mtu ambaye ana changamoto mbalimbali. Sisi tunafanya dua hizi, tunatoa ushauri wa tiba hizi, tunapeana mwongozo, lakini zaidi ni katika njia ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa wewe ambaye utakuwa una changamoto, una shida, una mambo yanakutatiza na yanakusumbua, basi namba zetu za simu ni hizo ambazo zinapita katika skrini yako. Tunakutakia kila la kheri na Mwenyezi Mungu amtilie pesi kila yule ambaye ana matatizo, kila mwenye maradhi, mwenye ugumu na uzito katika utafutaji wa riziki, Mwenyezi Mungu amtilie pesi, Mwenyezi Mungu amfungulie wanaoumwa, Allah atilie shifaa katika maradhi yao, na Mwenyezi Mungu atujalie husnul khatima, tupate mwisho uliokuwa mwema, tusife aliyakuwa tumeweza kuitamka shahada, na tukifanikiwa kuitamka shahada tukifa, Mwenyezi Mungu atufufue katika viwanja vya pepo pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna yakfi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mohati TV.